nakumbuka sana mwanangu masuala ya skuli. Mimi nakumbuka wewe ulikuwa bwege, mimi ndo nilikuwa mtata. Mimi nimekutetea sana wewe mwanangu. Nimekutetea sana, lakini fadhila zako ndo mbovu. Hivi ndo kulipa fadhila vile wanasemaga, si ndio? Kulipa fadhila ndo mbovu. Huwezi kulipa fadhila zangu. Mimi nimekutetea sana shuleni, nilikuwa mjinga. Natoka shule nilikuwa na vitambi, mpaka leo bado na kitambi Jose. Sasa ndugu yangu Kevin, nikikumbuka maisha ya shule mwanangu, kuna muda nachekaga sana. Kama ile kuna kipindi sido kamwambia yule mwalimu visheti, kuna mwalimu alikuwa akija shuleni anakuja na visheti yule. Una siku sido kamtania kwa sababu masiala unayo toka zamani. Alikucharaza. Madam Kase yule. Madam Kase visheti. Sasa kaka hapa tumepiga story nyingi. Lakini kuna kitu mimi ninacho na nimepiga window akili yangu hapa, nimeona bora nikushirikishe kaka. Mimi lazima unishirikishe, mimi si mwanao bwana. Shirikisha hapa nijue angalau na wewe unanipa madini gani. Ila madini sina. Madini yanayochimbwa? Wewe sasa hivi nikikaa mimi kwenye kitofali. Sisi niko Ulaya. Madini maneno tu ndugu yangu. Maneno tu. Wale maneno ya ulimwengu. Na mna modify kitu gani? Sema ukiachana na hao wewe ujue hujaja muda nyumbani kule. Njoo bwana uione familia bwana. Mimi nipo pale. Mimi nitakuja ndo Jose. Yaani kuiona familia inahitaji muda. Yaani familia na muda wake special. So nakulopoka tu kwenda kuiona familia. Mwisho wa siku mtaisha kusalimiana uondoke. Lazima upange maneno, yani kwamba ukikutana na familia ukae nayo chini uongee nayo. Mcheke mfurahi. Kama mtoto yupo anapigwa vibao anatumwa dukani. Ndo kama hivyo ndugu yangu. Hapo changamoto ni nini sasa? Pale changamoto bwana, shemeji yako naishi naye pale. Amekuwa ananipa wakati mgumu sana. Kwamba ununue gari au? Maisha yao una bado Jose. Sio kununua gari. Wewe mwenyewe unajua mishe zetu hizi za kukaa mtu mnachomelea na nini mnagusa moto kila muda. Kwa mimi kusema eti nakaa nalala hivi siwezi. Kwa mimi nikitoka kazini lazima nipite sehemu nipate hata chabuku, nipate kizima, sometimes napiga mzinga mkubwa nategemea na donei. Umeona sasa muhimu hiyo sio unakuwa na boost ya akili ifumuke. Yaani nimefikia stage kulala bila kunywa siwezi. Umeona? Na sio kama nakunywa kwa ubaya. Nakunywa ku maintain, lakini kila kitu mimi nampa. Hela mimi nyumbani naacha nini, ila tu yeye anachoboleka ile nimekunywa kurudi nimelewa au akiniona mimi nakula mtungi. Hasa mwanzo nikaona labda kutokana na ile la pombe anaona labda itakuwa inabana matumizi. Kwa hiyo nikawa najitahidi sasa hivi mimi vitu vyake na visovu, sijui mambo ya saluni, sijui nini. Anataka nguo, kuna muda najiongeza naenda nachukua. Naona kama kuna nani juzi tu niliingia mitaa ya wapi Sinza huko. Sinza Sinza wapi pale. Kuna ule mwanadada ule mweupe hivi, kuna kipindi tulikuwa tunakaa kule ile nyumba ya Mashariki. Uzama huyo. Si ana duka. Ana duka kule kumbe. La viatu na ana vinguo kidogo. Vya kike. Sasa mimi nilivyoona tu mtandaoni nikasema huyu jamaa mimi najuana naye. Vipi bwana? Kama mtandaoni yule. Kanielekeza bwana, nikafika kweli bwana dukani kwake pale nikachukua vizawadi nikampelekea yule mwanamke. Wife wako. Lakini yeye anataka nini sasa? Nimempelekea siku ile nilivyompelekea na mimi nikasema ngoja nichukue huku zawadi mkono wa kushoto, mkono wa kulia nikabeba kibapa kidogo. Wa kushoto zawadi kama yeye alipotokea. Huku nikabeba mkono wa kuume huko. Wa kuume huko una changamoto nyingi. Baba hapa kusudi mimi nikishampa ile zawadi nikitulia zangu hivi nipige sana kwa na furaha. Ambush. Ilitokea ambush kubwa.
Yaani ugomvi ukawa mkubwa. Umeamua sasa uje ulewe hapa nyumbani na nini. Hivyo viatu vyako kwanza chukua. Umenunua wapi? Nimenunua kwa Zama Classic Shoes hizi. Huyo Zama mwenyewe atakuwa kelele kibao. Sasa najiuliza, huyu anataka nini? Kwa hapo wewe mwanangu ulivyochekecha akili yako, maneno yake jinsi anavyoshout na viatu kuvikataa hivyo vya Zama Classic Store sijui na hizo nguo nini kuzikataa. Wewe umezichoma moto, umezirudisha au umemsusia? Mimi niliziweka ndani na atavaa tu. Sawa, tutajua jinsi gani ya solve hivyo vitu. Ibidi visichome moto. Sasa akapata sila akachoma moto. Hawezi. Kwa changamoto kubwa ambayo yeye ana mind kiasi hicho. Amechoka kukaa na wewe, anataka aondoke. Hataki mimi nilewe. Hataki wewe ulewe. Sasa atakuwa na itikadi ya kishamba huyo. Umesikia Jose? Huwa atakuwa na itikadi ya kishamba. Sana najiuliza au niache. Unaachaje pombe babu? Utakuwa na style gani wewe? Utakuja kuwa upinde? Wewe utakuwa na style gani? Utakuja kuwa upinde mwanangu. Bora hivi vitu tunavyokata gambe tunalewa mwanangu, ndio moja ile kiumeni. Unajua umeona nani? Yaani mtoto wa kiume peke yake ndio anaweza akalewa tika. Sio mwanamke. Sio mwanamke. Mwanamke hawezi kulewa hivyo. Kwa hata wale upinde wale hawezi kulewa hivyo. Upinde yenyewe kilewa hivyo inakopojao. Sasa wewe mwanangu unaenda kwenye maisha. Mimi hapa cha kukuambia mwanangu, sikiliza kitu kimoja. Wewe mtupe. Wewe mtupe. Yaani mwambie aende kwao, mchukulie vitu vyake, hivyo vipi alivyovinunua. Wewe mwambie amshaende kwao. Kwa sababu gani uje hawezi kukuachisha wewe pombe kifofo kama hivi. Kifolena hiyo. Alafu umesikia mwana? Imagine au vipi? Umeona ukimtupa unaweza tukapata mwanamke yote kwa sababu wanawake walevi wapo bwana. Tunaweza tukaenda Ubanda tunaweza tukapata mke Ubanda si unaujua wanapokata vikali. Napapata pale tunapata wanawake pale na sehemu nyingine umeona kwanza wanawake walivyo. Unaweza kukuta mwanamke classic mzuri anavaa vizuri na pombe anakunywa. Hata wanawake wale kwa maofisini huko kwenye maofisi makubwa wanavaa suti vizuri. Yaani wanakunywa pombe. Wewe nani usinywe pombe babu? Na pombe yenyewe kwanza ilivyo. Kama una mawazo inakutoa mawazo kwa muda ule. Inakupa mawazo mengine mapya. Sasa ukisema unaacha pombe mwisho wa siku ndo utakuja kumpiga yule muumize muue upate kesi. Kwa sababu kama utumii wapo dawa kumtafuta anaye kunywa pombe. Wapo. Kama tunaanzia Ubanda sasa hivi mimi nakupeleka. Kama unamtopa sasa hivi tumtupe twende Ubanda. Tunakaa pale Ubanda tunakata kikali cha 2000. Kikali cha 2000 ni sasa kana milioni 2 tunaitumia baa kwenye Ubanda. Mwanamke yote ana data na sasa wewe utakuwa una buku hapo. Buku mimi ninayo na sio buku ni 5000 hapa ni kitu 5000 unapata chumba kibaya. Tuchukue ndogo kwanza tujue tuna discuss hivi. Wewe mkeo unamtupa au unamwaga? Ninywe kwanza. Ninywe kwanza afu ndio upate maamuzi ya kufanya. Uweze kupata maamuzi ya kufanya kwenye mtungi. Yaani hapo sasa unapoza stress. Yaani hapa sasa hivi ulivyokuwa komando hivyo, komando jide. Inabidi pale uende unamtolea macho wa wife. Kusanya kila kitu chako, mimi pombe siache amsha babu. Wanawake wanakunywa pombe wapo hadi maofisini. Yaani wanawake wapo mwanangu. Mimi nakupia. Wewe wenzetu pale juu pale tukachukua hicho kidogo tukate. Ila kabla ya kukata inabidi kwanza umwache mkeo mapema. Usipokunywa pombe utakuja kumpiga umuue. Shauri yako mwanangu. Tazama